Unaposafiri kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere hivi leo, huenda usijue kwamba historia yake inaanzia zaidi ya miaka 100 iliyopita. Lakini je, unajua kuwa uwanja wa kwanza wa ndege wa Dar es Salaam ulikuwa Kurasini, si Kipawa wala Ukonga? Kabla ya uwanja huu kujengwa hapa Kipawa, Dar es Salaam ilikuwa na uwanja mwingine wa ndege katika eneo ambalo hii leo lina uwanja wa mpira wa Uhuru, uwanja wa Mkapa, chuo cha ualimu Duse na jeshi la wokovu. Mwaka 1918, serikali ya kikoloni ya Ujerumani ikiwa mwishoni mwa utawala wake isijue nini kitatokea mbele yake, ilijenga uwanja wa ndege uliojulikana kama Mkeja Aerodrome katika eneo la Kurasini, na huo ndio ulikuwa mwanzo wa historia ya usafiri wa anga katika jiji la Dar es Salaam. Baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia kuhitimishwa mwaka 1918, Wajerumani walipoteza makoloni yao ikiwemo Tanganyika, na usimamizi wa eneo hili ukachukuliwa na Waingereza. Serikali ya Waingereza ilihamisha shughuli za anga kutoka Kurasini hadi Ukonga. Ujenzi wa uwanja mpya ulianza mwaka 1951 na kukamilika mwaka 1954. Jengo lililojengwa wakati huo ndilo linalojulikana leo kama Terminal 1. Baada ya uhuru, serikali ya Tanzania chini ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1979 ilianza ujenzi wa Terminal 2 ambayo ilikamilika mwaka 1984. Wakati huo uwanja huu ulijulikana kama Dar es Salaam International Airport au kwa kifupi DIA. Kadiri uchumi, biashara na utalii vilivyoendelea kukua, mahitaji ya uwanja mkubwa wa kisasa zaidi yaliongezeka. Hivyo Tanzania ikaingia katika mradi mkubwa wa kujenga Terminal 3 katika eneo la Kipawa. Mradi huu ulikamilika mwaka 2019 na kubadilisha kabisa sura ya lango kuu la Tanzania. Leo hii, mamilioni ya abiria na tani nyingi za mizigo hupitia katika uwanja huu kila mwaka na kuufanya kuwa miongoni mwa viwanja muhimu zaidi katika Afrika Mashariki. Kinachoufanya Terminal 3 kuwa wa kipekee zaidi ni muundo wake wa kisasa unaoakisi utambulisho wa Tanzania. Paa la jengo hili limeundwa kwa mfano wa tanga la jahazi ya pwani ya Tanzania, jambo linaloupa muonekano wa kipekee ukilinganishwa na viwanja vingi vya ndege barani Afrika. Ndani yake kuna huduma za kisasa kama self check-in, lounge za kimataifa, maduka, migahawa na miundombinu inayoweza kuhudumia ndege kubwa za masafa marefu kutoka sehemu mbalimbali duniani. Leo, kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, Tanzania imeunganishwa moja kwa moja na miji mbalimbali duniani ikiwemo Dubai, Mumbai, Guangzhou na maeneo mengine mengi ya Afrika, Ulaya, Asia na Mashariki ya Kati. Kutoka Mkeja Aerodrome ya mwaka 1918 hadi Terminal 3 ya kisasa ya mwaka 2019. Historia hii inaonyesha safari ndefu ya maendeleo ya usafiri wa anga nchini Tanzania na namna ambavyo Dar es Salaam imeendelea kuwa lango muhimu la biashara, utalii na uwekezaji katika ukanda wa Afrika Mashariki.